Basi kwa umuhimu kabisa, bila kupoteza muda, nimuombe mtunza hazina wa kanda ya Mara atufungulie shughuli yetu hii kwa maombi. Alafu mara baada ya maombi, moja kwa moja nafikiri nitamwachia katibu kama kuna utambulisho au kuna kitu chochote, alafu tutawakabidhi. Amina. Studio basi subiri kidogo studio, tupe wimbo wakati tunaendelea kusubiri utaratibu unaofuata. Tusifungue kwanza mpaka wenzetu wawe wametimia, alafu kwa pamoja tunaendelea. Tuketi akati studio anatupa wimbo mzuri. Mchungaji Onyango, unaweza kuendelea, karibu kwa maombi. Alafu tutafanya zoezi la utambulisho. Nafikiri shughuli yoyote njema inaendana na introduction. Tutafuata protocol za utambulisho, alafu nitakwambia nini kinafuata. Karibu mchungaji, tuweze kumuita Bwana. Asante. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki na kulitukuza mno jina lako takatifu. Asante Baba kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umetupa kibali kutanika mahali hapa kwa ajili ya tukio hili maalum, tukio la heshima, tukio la baraka kwa ajili ya mtumishi wako, kwa mafuta wako, mchungaji wetu na askofu mkuu wa kanisa la AGT, Profesa Brown Abel Mwakipesile. Mungu, asante kwa ajili ya neema yako ya pekee ambayo Bwana umeikirimia mtumishi wako. Na sasa tunapoanza tukio hili, tunaalika uwepo wako, Roho Mtakatifu, tawala kila hatua. Asante kwa sababu wewe upo mahali hapa. Bwana, achilia baraka zako juu ya mtumishi wako. Nasi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tupo kanisani. Tumeshatoka kanisani. Amen. Huku ni mambo mengine kabisa. Huu ni ukumbi na tunafanya kazi za kitasisi. Amen. Tumeshatoka rohoni, tumekula na kushiba. Mungu ametuhudumia kwa viwango vikubwa. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya neno zuri ambalo limetujenga kwamba tuendelee kufanya toba. Metanoia. Haleluya. Amen. Sasa mimi nimekuja hapa kwa niaba ya taasisi ya World Peace Advocates International, IWAPA, International World Peace Advocates, IWAPA, chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini nitambue pia uwepo wa Baba Askofu Eminence Ambassador Bishop Professor Brown Mwakipesile pamoja na Mama Askofu, lakini pia na uwepo wa wachungaji na baba mchungaji. Itifaki imezingatiwa. Sisi tumekuja pamoja na mke wangu Eminent Ambassador Flora Menef Kawili, ambapo katibu wa taasisi ipewa nafasi ya kuwa balozi na mke wako anakuwa ni sehemu ya. Kwa hivyo siku nyingine Mungu atupatia neema, tutakuja hata kwa Mama Askofu, tutamuomba naye balozi wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Taasisi hii haidili tu na watumishi wa Mungu peke yake au kanisa. Taasisi ni NGO ambayo iko chini ya Umoja wa Mataifa kama nilivyosema, ni consultative status, iko status na UN toka mwaka 2019. Kwa hivyo humo kuna dini mbalimbali. Kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna watu ambao hawana imani kabisa. Kwa nini tunasema hivi? Mwanzilishi wa imani wa amani ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndio balozi namba 1 duniani. Alipote alipokwenda alisema amani na wachieni. Alipotaka kuondoka amani achieni. Neno ni amani, amani, amani.
Sasa jambo la amani ni la sisi wote bila kujali dini wala dhehebu. Na vitu vya Umoja wa Mataifa, jukumu pia la Umoja wa Mataifa ni kulinda amani. Ukisoma kwenye ile vision ya Umoja wa Mataifa wanaita Sustainable Development Goals, SDG, Sustainable Development Goals. Amevaa mheshimiwa balozi hapa, mke wangu na baba, tutamletea hizo, ni muhimu sana. Ile vision ya Umoja wa Mataifa, na sisi Tanzania ni sehemu ya Umoja wa Mataifa. Mikataba mingi tumeingia na tuko sehemu ya Umoja wa Mataifa. Tumshangilie Bwana Yesu kwa kuwa na nchi nzuri. Maandiko yanasema ajitengane na wenzake, utafuta matakwa yake mwenyewe. Lakini sisi Tanzania tumebarikiwa, ni taifa zuri, tujipigie makofi. Tunapenda umoja na ndio maana tuko chini ya Umoja wa Mataifa. Tumpigie Bwana Yesu tena makofi. Lakini tupigie serikali yetu nzuri makofi. Tupigie vyombo vya ulinzi na usalama makofi. Kazi nzuri wanaoifanya kuhakikisha mpaka sasa taifa letu liko salama na tuna amani. Mataifa mengine kukusanyika kama hivi kuabudu, tukiwa na wazee wetu, mababa askofu, tunainua mikono yetu tunalia, ni ndoto kwao. Ni wenyewe ni mashahidi. Lakini Tanzania hata tunapopita kwenye mambo magumu, Mungu amekuwa akionekana kutusaidia kutupitisha salama. Tumrudishie Bwana Yesu makofi mengi. Sasa moja ya vision ya taasisi hii ya IWAPA chini ya Umoja wa Mataifa ni kutekeleza malengo yale yale ya UN. Yaani wanachofanya UN ndicho wanachofanya IWAPA. Na sio IWAPA tu, ziko taasisi nyingi. Wako UPF, wako UNPAF na nyingine nyingi. Lakini lengo linakuwa mshiriki mwenza wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa, jukumu lao la kwanza ni kupromote justice and peace and justice. Amani na nini? Na haki za binadamu, human rights. Hilo ni jukumu namba moja. Na jukumu hilo linatekelezwa si na vyombo vyote vya ulinzi na usalama duniani. Kazi yao kubwa ni kulinda amani. Lakini pia na wao yuko ni jukumu lako kulinda amani. Huwa tunasema ni rahisi sana kumuongoza mtu aliyeokoka, anemjua Mungu, kuliko kumuongoza mtu ambaye hajamjua Mungu. Sasa mtu anemjua Mungu ana roho wa Mungu. Kuna mahali ambapo hawezi kwenda kuingia. Huwezi kumkuta anaenda kwa jambazi. Huwezi kumkuta anakashifu serikali yake. Huwezi kumkuta anatukana watu. Kama baba mchungaji alivyotufundisha mwanatheolojia mwenzangu, lazima awe mnyenyekevu. Kwa hiyo ni jukumu letu kila mmoja kulinda amani na kulinda haki za binadamu. Kwa hiyo tumekuja hapa kumthibitisha baba. Si kumthibitisha, alikuwa ameshatunukiwa ile tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa hiyo kiongozi wetu, msemaji wa taasisi, pia ambassador Dr. Emmanuel Kweke aliyekuja Tanzania, anaishi Nigeria worldwide, kupitia uongozi wa rais wetu wa taasisi na mkurugenzi wa kitaifa, kimataifa, wakaona kwa niaba wanitume mimi. Kwa sababu taratibu za taasisi huwa anapenda anayetunukiwa aonekane, ili kusudi pia nchi ijue kwamba huyu mtu ni balozi, ili kusaidia wanapokuwa na uhitaji kumtumia. Unajua wanadiplomasia huwa hatuendi vitani. Wanakwenda vitani ni vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, majeshi yote yanaingia kupigana vita au kulinda amani. Lakini hawa wanadiplomasia wao wanaenda baada ya kutuliza ghasia zinapokuwa zimetokea, kwa lengo la kushauri kuleta amani kwenye ile eneo. Yaani diplomasia maana yake kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo, na wanatheolojia ni sehemu ya diplomasia. Huwezi kusanya watu wote hao kama sio mwana diplomasia. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya baba yetu askofu. Kila mmoja huku anakuja, tunakuja tuna changamoto zetu, na anamkanseli kila mmoja, ni watu wengi. Hii ni diplomasia. Hii ni diplomasia. Kwa hiyo baba balozi wa amani, mheshimiwa balozi, vizuri usione sawa kumwita mheshimiwa balozi, kwa sababu kiitifaki
kiitifaki. Kiitifaki, wataalamu itifaki watakuwepo hapa, wanaofahamu itifaki vizuri. Kiitifaki wanaitwa watu wanne tu waheshimiwa. Wa kwanza, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tumpigie makofi mengi. Ndio namba moja wetu. Lakini namba mbili, wabunge. Humo ndani kuna mawaziri. Hao wanaitwa waheshimiwa. Lakini namba tatu, mabalozi na majaji. Hao wanaitwa waheshimiwa, na diwani. Msimsahau diwani. Na diwani. Kiitifaki mkuu wa wilaya sio mheshimiwa. Wale mnafahamu itifaki, mnafahamu. The same way mkuu wa sio mheshimiwa. Kiitifaki. Kiitifaki. Kwa hivyo baba ni mheshimiwa Balozi Bishop Professor Brown Mwakipesile. Usisahau kusema hivyo. Pamoja na kuwa ni mchungaji, taasisi ya Umoja wa Mataifa, chama cha Mataifa mheshimu kwa kazi anazofanya kumtumikia kwa balozi. Kwa hiyo ni mheshimiwa. Na hapa kwenye ubalozi kuna aina mbili za mabalozi. Balozi wa kwanza ni balozi anayeteuliwa na serikali yetu nzuri. Tunao mabalozi wengi. Tuwapigie makofi kwa kazi nzuri wanafanya. Huyo ni balozi wa serikali anayetuwakilisha nchi zote duniani, mataifa 197 ambayo yako chini ya Umoja wa Mataifa, kutoa manne matatu pamoja na Urusi yako chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini mengine yote yako chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini balozi wa pili ni balozi wa amani. Hapo ndio kuna wale mabalozi wa UN moja kwa moja. Lakini kuna mabalozi ambao wanapatikana kwenye taasisi ambazo ziko chini ya Umoja wa Mataifa kama hizi. IWAPA ambao tupo hapa, kuna UPF, kuna UNPAF, ziko ambazo zina sifa za consultative status ambazo zimepitishwa na Umoja wa Mataifa kwamba zina viwango kufanya kazi na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo zingine za Umoja wa Mataifa. Na ndio maana nimevaa beji ya Umoja wa Mataifa. Na baba profesa tutamletea beji hiyo. Kwa hiyo hao pia ni mabalozi wanaojulikana na UN na EU. Hawa serikali zote za dunia pamoja na serikali yetu nzuri ya Tanzania wanawatambua hao mabalozi kwa heshima hiyo ya ubalozi. Na hawa moja kwa moja wanafanya kazi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama duniani kuhakikisha amani inatawala kwenye mataifa yetu, taifa letu zuri, lakini mataifa yote duniani. Tofauti ni moja. Mabalozi hawa wa UN hawajateuliwa na rais wetu mzuri Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya nchi. Hawa wanateuliwa na taasisi ziliko chini ya Umoja wa Mataifa au Umoja wa Mataifa. Kwa hawa wanaitwa global, kile kitambulisho kiko hiki. Asante. Hawa wanaitwa Global Eminent Peace Ambassador, title World Peace Advocates, taasisi category Global Diplomatic. Mseme Global Diplomatic. Tukisema global maana yake ni balozi wa dunia. It is not very easy. Yaani baba askofu ni balozi wa dunia. Yaani title hii, profesa, title hii haitumii tu hapa Tanzania. Akitoka hapa kwenda Uingereza leo anasafiri, anahudumiwa kama mheshimiwa balozi. Kwa title hii. Hicho kilichosema hapa. Akitoka anaenda Amerika ni VIP level kama mheshimiwa na haki zile zile za mheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana anaitwa Global Diplomatic. Ni mwanadiplomasia sasa wa kimataifa. Amen. Yaani kama sasa tarehe moja alikuwa mwanadiplomasia wa kimataifa. Si unaelewa ninachosema? Amen. Kuna mtu anaelewa? Wako wenzetu ambao kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama watakuwa wanaelewa maana hiki kitu. Nini maana ya mwanadiplomasia? Ni mtu nyeti kwenye taifa. Ni mtu nyeti duniani. Kwa hiyo hata vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwenye nchi yetu nzuri Tanzania viendelee kumtumia baba huyo kwa ajili ya ushauri.
pale unapotaka ushauri, vimtumie, kwa sababu kama dunia imemwamini kumuita global ambassador, sasa taifa liko pamoja naye kuendelea kufanya naye kazi. Na baba wewe ni baba mnyenyekevu, profesa. Kwa hiyo muda wowote milango iko wazi kwa ajili ya baba yetu kuweza kusaidia vyombo vyetu vizuri vya ulinzi na usalama. Baada ya kusema hiyo, nisiseme mengi kwa sababu mimi nimetumwa kama mjumbe. Wengine wanasema mjumbe hauawi. Kwa hiyo nisiseme mengine ambayo sikutumwa. Na mimi sio kiongozi wa taasisi hii nchini. Msema alikuja kiongozi wa taasisi hii hapa. Kiongozi yupo. Mimi nimetumwa na uongozi wa juu, msemaji mkuu kwa niaba ya viongozi wa rais wa taasisi kuja kumkabidhi eminent ambassador. Do you know meaning of the word eminence? Eminence maana yake muhashamu. Unaelewa maana muhashamu? Ni neno zito. Muhashamu, balozi. Kwa hiyo uko unajitahidi unamwita muhashamu, wacha yaje. Kwa sababu mhubiri anahubiri amani. Kwa kupewa tuzo ya amani hajaanza yeye. Desmond Tutu, askofu wa South Africa, alipewa tuzo ya Nobel ya amani kama yeye anapokea baba. Kwa hiyo hii ni kama asante. Sasa baba, wakija kupa asante baba, watoto wako si mnakataa? Unatakiwa kupokea asante. Si ndio mama askofu? Mnapokea asante. Basi baada ya kusema hayo, niombe sasa nimuinue mheshimiwa balozi. Na nitaomba wale watu wanaweza kuweka ile mikanda vizuri kabla ya kupiga picha. Hivi tujiweka vizuri. Wale wamepita jeshini wanajua. Kuna mstari fulani wanaweka ile. Muweke kwa vizuri. Tunataka picha ziende kule, wanataka hivi. Wale president wanajua. Jamani, makofi na vigelegele sasa. Tunapokwenda kuvarisha hiyo staff ambayo inamtambulisha sasa kama ni balozi wa amani duniani. Makofi tena na vigelegele. Hallelujah. Ni jambo kubwa sana. Makofi tena tafadhali. Hallelujah. Tendo kubwa kabisa. Yaani hapo hata akiingia Marekani wanamtambua sasa kama balozi wa amani. Akienda Ujerumani wanamtambua kama balozi wa amani duniani. Akienda Australia wanamtambua kama balozi wa amani duniani. Makofi na vigelegele tena. Tunamkabidhi pia kwa niaba ya taasisi ya uongozi kumkabidhi kitambulisho hiki cha ubalozi. Makofi tafadhali. Namba 33 324 inaitwa verify car plate number. Car plate namba za gari. Car plate sinafahamu Kiingereza, lugha ya mzungu. Car plate maana yake namba za gari za balozi. Na hii ya kwangu, hii ya baba ni verify plate number 33 324. Kwa hiyo wale mabalozi ambao tunapitia chini ya taasisi chini ya UN tuna namba hii moja. Wote hizi zinafanana. Kwa namba baba tunakuchipia hapa. Lakini hizi hawezi kutumia saa hizi. Stranger.
wanafanya vitu vibaya. Kwa sisi wote tuko kimya, kuhakikisha watakapokuwa tayari wapitishe kwa wale wenye CV za kupanda hayo magari kuyatumia. Kama baba ana CV gari ile ni kubwa, tumia zile plate number, kwa sababu kuna aina za magari za kutumia hizi. Kwa baba na kabidhi kitambulisho chako Mheshimiwa Balozi. Makofi na vigelegele tena. Mwisho namkabidhi pia na cheti chake hichi hapa. Yes. Naomba picha mama askofu. Kwa niaba ya taasisi, sisi tumekuwa wajumbe kama nimesema, mjumbe wa wako tumekuja kukabidhi. Asanteni kwa sasa. Ni balozi kutoka tarehe moja. Kwa makini akiitwa kwenda kushauri Burundi, Kongo, naomba mruhusu. Amen. Mungeongezeka tena. Amen. Wanaweza kumuita South Africa, kumuita Sudan, wakamuita mahali kuna machafuko. Baada ya hapo, naomba mpatie kibali baba yetu. Amekuwa hivi kwa sababu kumtumikia Mungu. Bila kumtumikia Mungu asingekuwa hii. Kwa hiyo mruhusu mpatie kibali kwa jukumu hili ya kulinda amani yetu ya nchi na ya dunia. Amen. Asanteni kwa wazee hao wanaweza kuomba kwenda kumpongeza sasa. Wazee wa kanisa kwenda kumshika mkono sasa kwa niaba ya kanisa. Wazee tu kwa niaba ya kanisa na wenyewe wanaweza kumshika mkono kumwambia hongera kwa jambo hili. Ni jambo kubwa sana, jambo ambalo linaleta heshima, na hii ndio heshima, kwa sababu sasa hata ukitembea wewe ni mtu maalumu. Hata askari akikuona marufuku kukusimamisha, ndio maana yake. Yaani hata askari akiliona lile gari halikusi. Asante studio. Tanzania, Umoja wa Mataifa. Asanteni, tunawapenda. Endeleeni kulinda amani ya nchi. Nataka Tanzania nyingine zaidi ya hii. Tofauti zetu situgawe. Tanzania ni moja. Tunge mkono rais wetu wa nchi. Tunge mkono serikali. Na mambo yote ya ulinzi na usalama. Mungu awabariki sana. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi nichukue nafasi hii kusema asante kwa Mungu kwa heshima hii kubwa kwa baba yetu. Baba yetu anapopata heshima hii, EAGT nzima, nchi nzima, na sisi tumo ndani ya heshima hiyo. Baba anapohitajika kwa majukumu ya kibalozi katika nchi mbalimbali duniani, basi EAGT inakuwa inasomeka kule. Ni shukuru sana taasisi hii ambayo imeona vema kumtunuku baba yetu heshima hii kubwa, na mimi kwa sababu nimepata nafasi ya kusema, basi niseme asante kabisa kwa heshima hii kubwa. Hongera sana baba, Mungu aendelee kukuinua zaidi. Amen. Makofi na vigelegele. Asante. Basi moja kwa moja baba achukue nafasi awe na neno baada ya tendo hili. Piga makofi na vigelegele wakati baba anasimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante Mheshimiwa Balozi Yona na mama na askofu pale
Musa, wachungaji, ndugu zangu wanafunzi, wazee wangu wa kanisa, mashemasi na wote kwa pamoja ambao tunashiriki hafla hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mambo hayo huwa yanashangaza kwa sababu yanaletwa tu, wala hukupanga, hukuyaomba, na huwezi kutazamia kwamba itatokea nini kesho na kesho kutwa. Hata sisi tunashangaa kwamba Mungu ameona tunastahili kupata nafasi hii na heshima hii ya kuwa wawakilishi wa ubalozi wa kimataifa katika taasisi hii. Mungu akubariki sana Profesa pamoja na taasisi yenu. Na pokea kwa shukrani, lakini nikimwamini Mungu kwamba kwa hekima zake na ufahamu na kusudi alilokusudia, basi atanijalie kutenda lile ambalo litanipasa kutenda kwa uwakilishi huu. Na nashukuru sana ndugu zangu kwa kushiriki hili. Naamini kwamba sasa mtaendelea kuongeza maombi ya kuniombea. Kwamba sasa ni majukumu, mizigo inaongezeka eti. Mizigo inaongezeka. Na lakini kwa Mungu ameona, ina maana kwamba atatuwezesha. Amen. Namshukuru mke wangu ambaye ananiombea kwa karibu zaidi, na kwamba anashuhudia kila ambacho Mungu anafanya. Kama ungekuwa anasema yamalizika haya yanatosha. Mungu atukuzwe sana na kuinuliwa mno kwa hii nafasi ambayo ameona nipe. Mungu awabariki, wabarikiwe wageni wetu. Asante. Na mwisho piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Basi hivyo ndivyo ambavyo Mungu amependa iwe. Saa hii ni saa, tulisema tusiwe na mambo mengi, tuwe na mambo machache tu. Nimuite katibu wetu wa kanisa la EAGT Mlima West, kama huko kokote. Katibu wa kanisa kama hayupo, basi nimuombe sasa mzee wa kanisa aombe kwa ajili ya chakula kilicho mbele yetu, watu waende wakapate chakula. Kama huyo katibu yuko mbali, kama yupo basi karibu konea. Na umeanza kutimilika sasa, na ni ishara na maajabu mengine ambayo yanatokea machoni petu. Ni vyema kumsifia mtu au kumweleza ambayo ameyafanya akiwa mzima, lakini msinielewe vibaya, labda nipo nasema kwamba baba yetu. Hapana, kwamba kuna chochote, hapana. Ni maajabu. Kwa hiyo mimi niseme kwa ufupi, tunamshukuru Mungu na vile vile tunamshukuru Profesa, na upeleke salamu zetu huko kwenye taasisi nzima kwa ujumla, ikiwepo ni pamoja na chuo, lakini na Umoja wa Mataifa, kwamba jambo hili tumelipokea kwa moyo wa shukrani. Hatukulipokea kama kitu cha kawaida kabisa, tumelipokea katika utukufu wote na kwa ukamilifu wote. Kule uambie Mungu awabariki sana. Nimepewa jukumu moja wapo niloambiwa na MC. Moja ni kwa ajili ya shukrani, la shukrani nimesha shukuru, lakini jambo la pili alivyosema, ninaomba niwataarifu kwamba tumeandaa sherehe fupi, ikiwepo pamoja na vinywaji pamoja na vyakula. Kwa hiyo tutakula, tutakunywa. Patakapoonekana kuna changamoto fupi au ndogo, mturehemu, ni jambo la kawaida. Na vile vile amesema niombee chakula. Sasa nadhani tufunike macho yetu, tuinamishe vichwa nikapate kuomba. Baba Mungu mtakatifu, Bwana wa majeshi, muumba mbingu na dunia, ninakushukuru kwa ajili ya mafao tuliyoyaandaa, ukapate kuyabariki na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo mwanao, Mungu wetu ambaye yuko hai. Tutakapopokea mafao haya, vyakula hivi vikapate kufanyika afya na uponyaji katika miili yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru. Amen. Karibuni sana. Amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi mengi tena. Basi baada ya hapo sasa nitoe tifaki za kwenda kwenye chakula. Nafikiri tuanze na meza kuu. Tafadhali meza kuu.
mtainuka kwa ajili ya kwenda kupata chakula, alafu baadaye watafuata wachungaji, alafu nitatoa maelekezo. Studio tafadhali. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Huyu Yesu, Yesu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Yesu, Yesu, Yesu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Basi meza kuu isimame na kwenda kunawa, alafu mtarudi kitawafuata chakula. Sambamba na hilo, niombe sasa na wachungaji waambatane na meza kuu kwenda kunawa na kuchukua chakula. Watakapokuwa wanamaliza, watafuata wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa asisimame mtu kama sijamuinua, ili kuleta itifaki fulani, discipline fulani ya kuto kuingiliana. Njia yenyewe tunayo ndogo hapa, isije ikatugharimu tukaonekana watu fulani. Nikitazama mbele naona giza, kila nilichofanya hakikufanikiwa. Yesu, Yesu marafiki walinikataa na ndugu walinitenga.